Shalom mtu wa Mungu, habari ya uzima. My name is Pastor Justin. Nilitangaza nikasema kwamba nitakuwa na darasa la ndoto. Leo nataka nianze rasmi kufundisha juu ya ndoto. Nilifafanua kwamba siku si nyingi nitakuwa na darasa hilo. Sasa naomba leo nianze kwa kusema kwamba nianze na introduction ya ndoto. Ndoto ni nini? Ndoto ni taarifa katika ulimwengu wa roho ambayo mara nyingi sana huwa mtu anapokea akiwa amelala. Mara nyingi sana mtu huwa anapokea ndoto akiwa amelala. Kwa hiyo ndoto ni kitu ambacho huwa kinakuja mara tu baada ya mtu kulala. Mtu mara baada ya kulala, nini huwa kinatokea? Nafsi ya mtu huwa ina uwezo wa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kuchukua taarifa. Okay, zipo ndoto kubwa tatu. Ndoto ya kwanza ni sauti ya Mungu kutoka kwa Mungu kwenda kwa mwanadamu, lakini ndoto ya pili huwa ni mawazo ya mtu, na ndoto ya tatu huwa ni taarifa kutoka kuzimu kumwelekea mwanadamu. Okay, nitaanza na sauti kutoka kwa Mungu. Sauti kutoka kwa Mungu kumwelekea mwanadamu huwa ni maelekezo maalum ambayo Mungu huwa anamwambia mtu kwa ajili ya mambo fulani. Either anaweza akupa taarifa kwa ajili ya jambo linalokuja siku zijazo, na kama sio jambo linalokuja siku zijazo, basi anaweza kukuambia jambo ambalo linaendelea sasa, na kama sio jambo linaloendelea sasa, anaweza kukuambia kwa habari ya mambo yaliyopita. Mungu hivyo ndivyo alivyo. Mara nyingi sana watu wamekuwa wakiota ndoto wakipokea taarifa. Unakuta mtu ameota fulani amekufa, lakini yule mtu yuko hai. Alafu anakaa mara baada ya muda mfupi anasikia taarifa fulani amekufa. Hii inakuwaje? Hii ni taarifa kutoka kwa Mungu kumweleza au kueleza watu kwamba fulani muda si mrefu anaweza akaondoka. Tunaona kwenye Biblia Mungu anamwambia Isaya, nabii Isaya, nenda kwa mfalme Hezekia akamwambie siku si nyingi utakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako. Hezekia anapata taarifa kutoka kwa nabii Isaya. Mara baada ya kupata taarifa kutoka kwa nabii Isaya, Biblia inasema Hezekia anaenda kuomba, anamuomba Mungu, anaomba, na mara baada ya kuomba Mungu anamtokea tena, anamtokea Isaya, nabii Isaya akamwambia Hezekia kwamba Mungu amekusamehe na atakuongeza umri. Ile ni taarifa ya kifo juu ya Hezekia. Lakini mara baada ya kupewa taarifa, Hezekia alifanyia kazi. Aliyofanyia kazi, Biblia inasema Mungu alijairi kumuondoa. Kuna vitu vinaweza vikatokea kwenye maisha yako ukaweza kuvigairisha kwa kumuomba Mungu, kama utafahamu kanuni za kiroho zilizopo katika ulimwengu wa roho na ndoto. Nanielewa? Thank you. Hebu soma kwanza.